Twende. Wewe lazima uongo. Wewe Kinyago. Mwache huyo binti. Wewe nani kama nani unaongea? Usitaki kunijua mimi nani. Mwache huyo binti hapo chini. Umeelewa wewe Kinyago? Nitakuteketeza muda si mrefu. Mbona umekaa kimya? Vipi? Na yule mtu ambaye alikuwa anakukimbiza ni nani? Mbona unaona mpela nyingi, mtu anataka kukuua. Chanzo nini? Sababu ni nini? Niambie. Najua unaniogopa. Usinihofie. Mimi mtu mwema kwako. Kwa hiyo nieleze tu chanzo cha kukimbiza yule mtu mpaka naona mikuki mipanga anataka kukuua. Shida ni nini? Mimi hata sielewi. Maana naona amenikamata, amenipeleka jela, anataka kuniua ati nimeiba hazina. Na mimi sitaki kurudi tena kijijini yenyewe. Pole sana bibi aliyokukuta. Umesema unataka kuondoka ndani ya mji wenu. Mimi na siku ya 7 nahangaika ndani ya msitu, sina pa kutokea. Na wewe umesema unataka kuondoka ndani ya kijiji, utaondoka wapi? Popote pale nitapoenda ndo hapo hapo. Sawa, umesema popote pale. Mimi kama nilivyokuambia, na siku 7 ndani ya msitu nahangaika kutoka. Na mimi makazi yangu ni mjini. Wewe umesema unataka kuondoka. Njia tunapatia wapi hapa? Kuhusu njia wala usiwe na wasiwasi. Mimi njia ya mjini naijua vizuri tu. Kama njia ya mjini unaijua kweli, sawa, tunaondoka wote. Basi sawa, haina shida, tunaondoka wote mjini. Pole sana bibi kwa majanga aliyokukuta. Pole sana. Tuondoka wote. Mambo mlembo. Mara ngapi wewe nakwambia jibu langu hadi leo hujanipa? Nishakwambia sikutaki, kama lazima, kwani mapenzi yanadhalilishwaga. Stella. Stella.
Lakini Stella, nilishakwambia sana kwa kwamba nakupenda. Emba nipisha ndani nenda zangu nyumbani bwana. Kama ni mapenzi, mpenzi yananitatiza. Napenda mapenzi, lafu siwezi hodari wa kulizwa. Komando siwezi, napenda kudekezwa. Usiniue, pana, usiniue! Usiniue! Mfalme, mbona umeshtuka mume wangu? Kwani kuna nini? Hana umenitisha. Kimekukuta nini mfalme? Hata sielewi mke wangu. Pole sana. Mbona umeshtuka hivyo? Sielewi. Askari wangu. Naam mkuu. Kaniitie mtabiri. Tena haraka. Mimi naona njia tunayopita bwana tubadilishe. Maana naona watu washaanza kutuonaona. Mimi nakusikiliza wewe, wewe si ndo unayojua njia. Lakini usiogope. Wadogo tu usiogope. Mimi si kutoka town nipo hapa unaogopa nini? Wewe tuondoke. Kama sikuamini vile. Wewe niamini uko kwetu ndio watu wadogo kama wale napiga shaba na ua na nyonga. Mimi kazi yangu ilikuwa mauaji tu, kwa hiyo usiogope. Ya kweli haya. Usio na wasiwasi. Ukiwa na mimi usiogope kabisa. Tabiri. Bora hivyo kukuta bwana, maana mguu wote ulikuwa kwako wewe. Anaagiza bwana mfalme nije kukupata, kuna tatizo kule kijijini kwetu limetokea. Sawa kijana. Nimekuelewa kijana. Na hata hivyo nilikuwa natoka nyumbani kwangu naelekea kwa mheshimiwa mfalme. Twende wote tafadhali. Basi sawa, asante bwana, tuelekee Tabiri. Unaona huu mto? Huu mto tubidi tuvuke tupate barabara kuelekea mjini. Ila kwa sasa hivi kivuko hakuna. Kwa hiyo tunabidi tupite tu tuzunguke mpaka tupate njia kufika mjini. Haina shida. Tupite tu kama ndo njia itakuwa hii, sio lazima sana kuvuka. Kwa hiyo kama tunaweza tukazunguka huko tukapita sawa. Sawa, tuondoke. Vipi, mbona kuja unalia nyumbani kwa mfalme? Mfalme naomba unisaidie mfalme kuhusu mdogo wangu. Mfalme mimi nataka atoke. Mfalme naomba unisaidie mdogo wangu mfalme. Unataka atolewe wakati kakutwa eneo la tukio? Mdogo wako ni msaliti. Ameiba hazina ya kijiji. Kwa hiyo hawezi kutoka kirahisi. Wewe binti yangu, rudi nyumbani. Mdogo wako atatoka. Usijali. Afadhali mtabiri nipo kuona. Maana hapa nilipo nimevuruga kweli kweli. Mfalme, nimeyajua yote tangu ninapotoka. Na hata hivyo nilikuwa nafunga safari kuja kwako. Mfalme wangu, hili ni tatizo. Na ni tatizo kubwa sana katika hiki kijiji. Na tusipoangalia
litaenda kuzua balaa kubwa sana mfalume wangu. Inabidi mfalume tufunge safari twende katika mizimu. Tukatambike mfalume. Litakuja kuwa balaa, tena tatizo kubwa sana mfalume wangu. Ona nisaidiaje? Mfalume, cha kukusaidia inabidi tuzue safari ya kwenda mizimuni. Tena kwa haraka na ni mapema sana mfalume. Bila hivyo mfalume litakuwa tatizo kubwa sana mfalume wangu. Mizimu yetu ya Pamboso, tunawaomba sana. Tena tunawaomba sana kwenye himaya yetu. Himaya yetu inateketea, tafadhali mizimu. Tunawaomba muendelee kutupa ulinzi. Tunawaomba sana. Nipo na mfalume wa kijiji hiki. Yeye ndo ambaye anaangalia kijiji hiki chote. Kwa tunawaomba mizimu. Kanyabula, Kanyabulengo chabo. Kanyabulengo chabo. Tunawaomba mizimu ya kabila la Pamboso. Tunawaomba sana. Tunawaomba sana. Siwezi kusamehe kabila la Pamboso mpaka hazina irudi mahali pake. Kama ulivyosikia mheshimiwa mfalme, mizimu imegoma, inahitaji hazina irudi tena haraka mno. Tafadhali mfalme. Mfalme, kama ulivyosikia kutoka kwa mizimu, fanya hima basi hiki kijiji chetu kiwe sawa. Maana tusipofanya hivyo kijiji kitaangamia. Sisi wote tunategemewa pale, afu sisi ndio viongozi mfalme. Nakuomba mtabiri, tunaomba tafadhali, tunaomba tuombe kwa mizimu kijiji chetu kiwe sawa. Tusipofanya hivyo kijiji kitateketea. Mfalme, tena tufanye kwa haraka sana, kwa kadri ya uwezo wetu, ili mradi tusichelewe mfalme. Ili swala sio swala dogo. Mizimu imechachamaa, mizimu imekasirika mfalme, mizimu inavuja mfalme. Tufanye haraka mfalme tafadhali.